Habari za saizi mpenzi mtazamaji wa Agape Television, ni siku nyingine basi nzuri kabisa ya Jumanne. Tunakukaribisha katika kipindi chetu cha afya ya jamii, tukiwa tunazungumzia magonjwa ya kitabia. Kama ilivyo ada, kuendesha kipindi hiki uko nami naitwa Jane Beatrice Kawishe, sambamba kabisa na mtaalamu na mtafiti aliyebobea katika masuala haya, usi mwingine ni Dr. Alice Mogasa kutoka Alternative Medical Clinic. Karibu sana Dr. Asante sana ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji popote pale mnapoitazama ATN Television. Na mpenzi mtazamaji, basi Alternative Medical Clinic wako katika soko la Makumbusho pale Kijitonyama, chumba namba 035, yani chumba namba 35. Wanatoa huduma kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kasoro siku za Jumamosi tu, na muda ni kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 11 za jioni. Na hii leo Dr. Alice atatuelezea tatizo la ugonjwa wa moyo. Somo hili kwa kweli limekuja kwa wakati muafaka, kwa maana tumeona ni si wazee au vijana peke yao, bali hata watoto wadogo siku hizi wanasumbuliwa na tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Je, Dr. katika tafiti zenu mmegundua tatizo ni nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa niaba ya wasikilizaji wetu popote pale wanapotutazama tukiwa katika hii television. Kwa kweli kwa sasa hivi tatizo la moyo limekuja kwa kasi sana. Ndugu wasikilizaji, ni kwamba leo hii tatizo la moyo limekuwa likichukua nafasi kubwa sana, si kwa watoto, si kwa wakubwa, si kwa vijana, si kwa wazee. Kwa ujumla inabidi leo tujifunze. Kama una kalamu hapo pembeni au penseli na karatasi, kwa sababu lengo letu ni kusoma, basi unaweza ukachukua karatasi yako pale ukaweza kujifunza pamoja nami. Moyo umekuwa na matokeo makubwa katika ulimwengu wa sasa, pamoja na hii Tanzania yetu imekumbwa na hili tatizo la moyo. Kwanza kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji, kuna wengine hawajui kwamba moyo huu unakaa wapi. Moyo unakaa upande wa kushoto wa titi la kwako. Ukitaka kufahamu kwamba moyo unafanya kazi wapi, basi chukua mkono wako, weka chini ya titi lako la kushoto, utasikia mapigo ya moyo yakipiga. Kwa kifupi, hapo ndipo ilipo injini yako ya moyo wako. Na ukubwa wa moyo wa kila binadamu pale alipo anapokuwa akitutizama katika hii television, basi ajaribu kukunja ngumi yake ya mkono, basi atapata ukubwa wa moyo wake. Na moyo umeumbwa na misuli maalumu. Katika ule moyo hakuna sehemu yoyote inapopatikana kwenye mwili. Hii misuli inaitwa ni misuli ya cardiac muscles. Hii misuli imeundwa kwa chandarua, yani ina uwezo wa kutanua na ina uwezo wa kusinyaa. Lakini matatizo ya moyo, kwa sababu hili somo ni pana sana, kwa hiyo hapa najaribu kumegamega kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa wale ambao wamesoma wanaweza kwenda pamoja na mimi. Najaribu kufupisha kwa sababu ya muda jinsi ulivyo. Matatizo ya moyo kwa sasa hivi ni kwamba kuna tatizo kubwa sana la moyo wa kupanuka, misuli yake ile ya moyo ikawa ni mikubwa na hatimaye moyo kuwa mkubwa. Mara nyingi hili tatizo limekuwa likiwatokea hasa watoto wadogo ambao wakishazaliwa baada ya masaa 6 hadi 12 hujikuta mtoto akipimwa anakutwa ana moyo mkubwa. Baada ya kuwa akilia sana, baada ya kuwa amezaliwa baada masaa 6 kupita, basi mtoto unaweza kukuta anapiga makelele sana kiasi kwamba hata ulimi wake, nafikiri kwa wazazi ambao wamekuwa na watoto wenye shida hiyo wanaweza kukubaliana na mimi kwamba ndivyo ilivyo. Atalia mtoto, ulimi wake utakuwa ni wa zambarau, si rangi ile ya kawaida ya ulimi, bali anakuwa ni wa zambarau mpaka na ile ngozi yake. Mtoto anapokuwa katika hali ya namna ile, basi kwa mtu ambaye anaelewa kama mimi nikimuona mtoto wa namna ile, kitu cha kwanza nitakachokimbilia ni kuangalia ile mishipa yake ya ateri. Yaani sehemu hii hapa kunakuwa na mshipa ambao tunauita ni mshipa wa ateri. Ukiugusa utakuta unapiga kwa nguvu sana. Na hata saa zingine ukisogeza shingo yako karibu, utakuta mapigo yake ni makali sana. Kwa maana hiyo basi,
huyu mtoto ni kwamba hewa ya oksijeni inashindwa kupanda kwa wakati kwenye ubongo, basi mtoto anakuta kichwa kinampasua sana. Ni kwa vile yule mtoto hana uwezo wa kujieleza kwamba ninaumia kichwa kiasi gani, na ndiyo maana anahitaji msaada kutoka kwa mzazi, akilia kwa uchungu mkali. Wakati mama anapogundua, atajaribu kumsaidia kwa kumnyonyesha, lakini hapana uwezekano. Mtoto ataendelea kulia mara kwa mara kwa sababu maumivu mengine yanaenda hadi kwenye uti wa mgongo. Kichwa kitakuwa kinampasua, hata vile vinyayo vyake vitakuwa vinamuuma. Ni kwa sababu tu hajiwezi kujieleza, lakini ndicho kitu kinachomkabili. Na hili tatizo linatokana na dawa yenye kiini cha progesterone ambacho mama atakuwa anatumia kwa kipindi cha nyuma kabla hajabeba mimba, basi huleta madhara kwa mtoto. Mara nyingi kina mama walio wengi sasa hivi wanaongoza kuzaa watoto wenye moyo mkubwa. Nafikiri nakubaliana na kina mama wenyewe ambao wamewahi kutumia vitu vya namna hii, wanaweza wakasema kweli hii hali huwa inatokea. Pamoja na hayo, mtoto huyu ataendelea kupata shida mpaka pale atakapokuwa amepata ufumbuzi wa msaada wa kufanywa labda upasuaji. Lakini bado si kwamba atapona kwa ajili ya huo upasuaji, bado ataendelea kutumia madawa siku zote za maisha yake. Pamoja na hayo, hata huyu mama ambaye amemzaa huyu mtoto huwa anakuwa na matatizo ya miguu kuwaka moto. Atasikia kichwa kinamuuma, atasikia miguu inawaka moto, atasikia ganzi, saa zingine atasikia kuchoka, pia kizunguzungu. Ni kwamba haya yote ni matokeo ya dawa hiyo yenye kemikali aliyokuwa akiitumia kwa muda mrefu bila kubaini kwamba baadaye itakuwa ni shida kwake. Pamoja na hayo basi, kemikali hii inapokuwa imeingia kwenye mwili, kazi yake nyingine huwa ni kukausha ute kwenye maungio. Itakausha kila sehemu, itahakikisha kwamba inakausha kila sehemu. Baadaye mama atakuwa anasikia ganzi mikononi, atasikia ganzi miguuni, atasikia mgongo, akiamka asubuhi kiuno kinakuwa kimetaiti, na pia atasikia miguu kuwaka moto. Saa zingine hawezi kutembea kwenda mbali, na akifika kwenye jua husikia kama miguu inaungua, yani ni kama anaunguzwa, na hupata tabu sana wakati anapokuwa akibeba maji. Yawezekana hata ile lita 5 ya maji inaweza ikamshinda kubeba, na hata sukari ya kilo 2 mkononi, moyo ukishakolea, huyu mama huwa hawezi tena kubeba. Tatizo lake yeye analalamika miguu, kiuno, mgongo. Tatizo hili moja kwa moja wataalamu wanaita cardiac heart failure. Sisi watu wa kawaida tunaita moyo kuwa mkubwa, unasababishwa na zile kemikali ambazo zenyewe kazi yake ni kuutanua ule moyo na misuli ile, na baadaye moyo kuwa ni mkubwa. Kwa hiyo wewe unayesikia hili somo, kama utaguswa, tufuatilie. Tuko ndani ya soko la makumbusho. Kwa ujumla sisi tumebahatika kutafiti dawa inayoweza kukusaidia kukutibu, japokuwa inachukua muda mrefu bila operation, lakini tunahakika utapona. Na dozi yake huwa ni ya miaka 8 kwa mtu mwenye tatizo la namna hii ambaye hahitaji upasuaji. Kwa hiyo tunawakaribisha watoto kwa wakubwa, mnaweza mkawaleta. Tatizo jingine ambalo tumekutana nalo katika utafiti wetu ni la valvu kuchakaa. Valvu za moyo zinachakaa. Tunaletewa picha nyingi kutoka kwenye mahospitali, nimepimwa valvu zangu zimechakaa. Na kweli valvu inaweza ikawa ni ya kushoto au ni ya kulia, yani valvu ya artery au ya vein, mojawapo imechakaa. Na huyu mgonjwa ni kwamba moyo wake utakuwa unapiga na kusimama. Unapiga pigo la kwanza au la pili, unasimama. Pigo la kwanza au la pili, unasimama. Na huyu mgonjwa siku zake zote za maisha yeye hujisikia vibaya, hasa kichwa kitakuwa kinampasua na miguu nayo itakuwa inamuuma na kuwaka moto. Haya ni matatizo ambayo tumekutana nayo, lakini walio wengi wamekuja wakitutembelea na wengi wamefunguka baada ya kuwatumia madawa na ushauri ambao tumekuwa tukiwapa wakifuatilia, na hatimaye wameweza kufanikiwa.
Kwa nini hizi valvu zinachakaa? Valvu huwa zinachakazwa na kemikali ambayo anatumia mgonjwa kila siku ya maisha yake kutokana na tatizo lile alilonalo. Kwa mfano, ana matatizo ya ugonjwa wa moyo. Moyo ni mkubwa. Kwa sababu mara nyingi wagonjwa wa moyo huwa hawajitambui. Kwa sababu maumivu ya moyo huwa hayapatikani kwenye moyo. Maumivu ya moyo yanapatikana kichwani, ndio utakaposikia maumivu makali, utasikia maumivu mgongoni, utasikia maumivu pia miguuni, kuchoka pamoja saa zingine na usingizi mwingi au kukosa usingizi. Kwa hiyo hizi kemikali wanaoathirika sana ni wale watu ambao wako kwenye kemikali ya kisukari, kwamba ni dawa yake ya muda wa maisha yake yote. Sasa huyu mtu badala ya kupata ugonjwa wa kisukari, sasa baadaye atapata ugonjwa wa kuchakaa kwa valvu. Valvu moja itakuwa haifanyi kazi na moja itakuwa inafanya kazi. Na huyu mgonjwa ukimwona utamhurumia. Kwa sababu sehemu ya kulia au kushoto unaweza ukakuta inatweta sana, kwingine haitweti. Na ukimpima mapigo yanavyokwenda kwenye kipimo yanakwenda ti 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 ti, ina maana mapigo yanapiga kwa kuruka. Na bado anaendelea kufanya nini? Kutumia zile kemikali kila siku ya maisha yake. Baadaye anakuja anapata tena ugonjwa mwingine wa stroke. Ameanza na mmoja, sasa ameongeza na mingine miwili. Na si huyo tu, wahanga wa hili tatizo wako wengi. Kuna wale walioko kwenye kemikali ya kifafa, nao wanatumia siku zote za maisha yao. Au walioko kwenye kemikali ya kurefusha maisha, nao wanakumbwa na hili tatizo. Pamoja na hao, kuna wahanga wengine wa ugonjwa wa pressure, yani yeye akiacha kula dawa anahofu kwamba siku hiyo atakufa. Na kweli kwa sababu anahofu, hata utakapokuwa unamhudumia, tunapokuwa tunafanya utafiti wetu, inakuwa ni ngumu mpaka awe tayari, kwa sababu ataiacha ile dawa yake taratibu taratibu kwa kutumia dawa za asili jinsi zilivyo za mimea, na hatimaye huyu mgonjwa ataweza kupata nafuu na hatimaye baadaye atapona. Lakini tiba yake huwa inachukua muda wa kuanza, nafuu wake unaanza kupatikana ndani ya miezi 6 mpaka miaka 8. Ndivyo yalivyo magonjwa ya moyo kwa kutumia dawa za mimea hasilia ambazo hasa ziko kwenye dozi ya chakula. Pamoja na hayo, kuna kuwa na ugonjwa mwingine ambao ni wa hatari sana, umeingia kwa kasi sana, ambao wahanga wengi ni wale wa kina mama. Japokuwa kina baba nao wapo, lakini kina mama wanaongoza. Huu ugonjwa unaitwa palpitation. Yaani ugonjwa huu ni wa moyo kwenda mbio. Mapigo ya mama yanakuwa yanaenda spidi sana, kiasi kwamba mama anasikia kichwa kinampasua, mgongo unamuuma, miguu inawaka moto, na akiamka asubuhi saa zingine au ni usiku atakuta ganzi mikononi au miguuni. Hana cha kufanya. Na haya ni matokeo pia ya matumizi yale yale ya kemikali ya progesterone pamoja na ile yenye mercury. Kwa hiyo unapotusikia mahali hapa, ni vema ukapata, kama unahisi matatizo ya namna hiyo, basi simu yako iwe kuuliza mnapatikana mahali gani, ili uweze kuja kupata ufumbuzi. Unapopiga simu unakuanza kuuliza historia hilo tatizo, wakati umeshajifunza mahali hapa, unakuwa unapoteza muda, unachelewa. Ni kwamba unapotusikiliza huko, uwe Tanzania, uwe nje ya nchi, basi ukiguswa ni vizuri, kwa sababu sisi kutuona huwa ni bure. Vipimo vyetu navyo huwa gharama zake ni kidogo sana. Ni kuchangia gharama ili tuweze kununua vile vipimo. Ni vizuri ukaja tukapima tumbo lako la chakula kama linaweza kupitisha ile dawa, ili kuanza kufanya kutoa zile sumu mwilini. Hatimaye baadaye unaweza ukawa katika hali ya kawaida. Pamoja na hayo, kuna ugonjwa mwingine ambao ni wa moyo, ambao tumeupa jina la muda microlens radiation. Yaani huu ugonjwa ni kwamba mtu anakuwa na mashimo kwenye moyo au anakuwa na mashimo kwenye kifua. Haya ni matokeo ya utandawazi ambao
mionzi yake yawezekana ni microlens radiation 25 wakati unapokuwa unafungua ile labda TV yako au unapokuwa unafungua ile kompyuta yako, zinaweza zikakuzuru na matokeo yake ukapata hayo matatizo. Huo ni ugonjwa mpya, haukuwepo, ni wa hivi karibuni umeanza nao umeingia kwa kasi. Na waanga wakubwa ni wale watu ambao wanatumia hivi vyombo. Kwa maana hiyo basi, tunachofundisha hatuwezi kusema kwamba watu vile vyombo wakati ndio hali halisi na ni sayansi na teknolojia. Tunachofundisha ni kwamba unapokaa na ile mashine yako, basi hakikisha kwamba keyboard yako ikae pembeni na hii mashine nayo ikae pembeni. Unapokuwa unafanya kazi isifesi kwenye moyo, na wakati unapokuwa unaifungua uwe na tahadhari kwenye moyo, ni kwamba ukae pembeni uiangalie, yani yenyewe ipite kwenye bega lako kwa namna hii. Hapo utakuwa ile mionzi umeikwepa kuliko kuilengesha hapa wakati unapokuwa unafungua, kwa sababu ile ni mionzi ambayo inaingia moja kwa moja, inapenya hadi kwenye moyo. Nafikiri unaweza kukubaliana na mimi kwamba x-ray au ultrasound inaweza kuona vitu vyote vya ndani. Kwa hiyo hii mashine unayotumia katika kazi zako, si kweli kwamba haiwezi kupenya. Mionzi yake inapenya vizuri sana. Ni kitu rahisi tu kufuatilia. Mara nyingi wengi wanaweka pale usoni, yani akiifungua inamfesi, na ndo wengi wanaoathirika pamoja na macho. Dokta, kwa kweli inatisha alafu inaogopesha. Sasa labda kabla tujapokea simu dokta, tufanye nini kuepukana na hili? Na katika kuepukana kwa upande wa labda mimi nimeguswa sana na hao watoto ambao wanazaliwa tayari wana tatizo la moyo. Labda mama afanye nini ili kuepuka yani tatizo hili lisitokee, kuzaa mtoto na matatizo hayo? Asante sana. Kwa upande wa tatizo la kuzaa mtoto mwenye matatizo ya moyo, ni wazi kwamba mama mwenyewe na baba wenyewe waelewane. Wakishaelewana wataiepushia familia yao matatizo. Maana ni kitu ambacho mtu anaamua yeye na mumewe, wanaamua kutumia vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo huwezi ukaingilia maamuzi ya familia nyingine wakati wao wana katiba yao. Ila tunachoshauri ni kwamba kabla hujaingia kwenye maamuzi, basi uangalie kwamba kitu gani kitakuja kukutokea baadaye, ndio unaweza ukaepuka. Asante sana Dr. Alice. Kama alivyokwisha kusema, hawa wametoka, yeye katokea Alternative Medical Clinic, wako Makumbusho chumba namba 35, ile soko la Makumbusho pale Kijitonyama. Huduma zao kama ulivyoambiwa, vipimo ni 5,000 tu, naye 500 ni kwa ajili ya kadi. Kumuona dokta ni bure. Hivi sasa tunaruhusu simu, namba zetu za simu ni 26 27 72. Piga simu, uliza swali moja kwa moja. Ani 26 27 72, na wewe ambaye uko nje ya Dar es Salaam utaanza na 022 alafu unapiga 26 27 72. Dokta, labda una lolote la kuongezea wakati kwa tunasubiri simu? Asante sana. Ninachoongezea ni juu ya watuma message. Message zimekuwa ni nyingi kiasi kwamba tunakosa hata muda wa kuzijibu. Tunachowaomba basi, mtuwie radhi. Ikiwezekana ukipiga simu moja kwa moja unapata jibu lako moja kwa moja. Kila siku tunajibu message mpaka dakika hii hazijaisha. Asante sana. Tuongee na mtazamaji. Hello. Haya dokta, tuendelee. Ndio. Kwa ujumla tunawakaribisha watu toka sehemu mbalimbali. Sisi kazi yetu ni kuelimisha jamii, si kurumbana. Kwa hiyo mtu akifuata maelekezo, ni rahisi sana yeye yule mtu kufanikiwa na hatimaye kujinusuru katika mambo ambayo alikuwa hayajui. Hello. Halo mpenzi mtazamaji, tunaomba upunguze sauti ya luninga yako tupate kuelewana. Naona hayuko tayari na huyo. Ndio, tunarudi kwenye dalili za palpitation. Palpitation dalili zake nazo ni sawa na zile kuna miguu kuwaka moto. Kipindi kingine unaweza ukasikia baridi sana. Tumsikilize mtazamaji kidogo. Halo. Kuna shida kidogo, naona mawasiliano sio mazuri. Kuna kipindi mwanga anaweza akasikia joto sana. Saa fulani akasikia baridi. Yaani ina maana pressure yake inapanda, pressure inashuka. Inapopanda anasikia joto jingi sana. Inaposhuka anasikia baridi. Na saa zingine anasikia ganzi. Yaani tuseme hii misuli ya miguu inakuwa imekaza sana kiasi kwamba hawezi. Na hata vidole hivi saa zingine kuvinyenyua hivi inashindikana. Na kitu kingine ni kwamba anapata shida. Samahani kidogo kwenye line. Hello.
sielewi tatizo ni nini. Mpenzi mtazamaji, ukipiga simu tunaomba uwe makini kidogo ili upate kuelimika zaidi. Calcium ikishaisha kwenye maungio, kuna dalili zingine za wazi zinaonekana. Sehemu hii ya maungio inakuwa kama kuna vinundu vinatokea. Na pia katika kutembea unaweza ukasikia kwenye maungio ya miguu, humu kwenye mawiko, kama vile kuna kitu kinachoma anapokuwa anatembea, pamoja na maungio ya nyonga. Kwa hiyo wewe usisite, tutembelee tu. Hiyo huwa ni kazi ya mercury pamoja na progesterone. Hello mpenzi mtazamaji. Hello. Naitwa Bim Sisi kutoka Iringa Mafinga. Tunakusikiliza kutoka Iringa. Ndio, nilikuwa nataka niulize hapo anaposema kwamba dokta mtoto anazaliwa na matatizo ya moyo. Sasa anasema sijamuelewa vizuri, anasema wazazi labda hapo watatakiwa waelewane sijui nini, nikawa nimesikia kwa juju, sijui anaweza kanisaidiaje. Asante sana kwa swali lako. Yaani tulichozungumza ni kwamba huwezi ukambadilisha mtu wakati yeye amepanga vitu vingine. Kwa hiyo kabla ya baba na mama hawajaamua kuingia kwenye uzazi, wao wana malengo yao. Kwa hiyo inabidi waamue baada ya mtoto huyo kuzaliwa ni nini kifuatie ili kuweza kuiokoa hiyo familia yao. Ndugu yangu kutoka Iringa, umeelewa? Nashukuru, nimeelewa. Umeelewa Asante sana dokta, tuendelee. Naam. Niko katika lile tatizo la palpitation. Hili tatizo la palpitation kwa kweli si hawa tu akina mama, wapo hata akina baba wengine nao wanalo hilo tatizo la moyo kwenda mbio. Nao wana sababu zao. Kwa hiyo wasisite wakafikiria labda ni akina mama peke yao wanaolengwa. Tunahudumia magonjwa mbalimbali. Pamoja na wale watu ambao wanapenda kukata vimeo, tumewaletea dawa za vimeo nyingi. Hebu njooni mjaribu na hatimaye mtaacha kukata vimeo. Asante sana. Hello dada. Habari yako kaka? Habari ya kazi? Salama. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naongea na Tito kutoka Njombe. Tito, tunakusikiliza, uliza swali. Je, hiyo mionzi ukivaa koti zito haiwezi, inaweza ikazuilika? Nakushukuru sana kaka Tito hapo ulipo Iringa. Kwa ujumla koti haliwezi likazuia mionzi kupita. Nasema hivi, haiwezi kuzuia. Hiyo mionzi ni mikali mno. Angalia hata kwenye tumbo inaingia. Na kuna koti la Mungu pale la nguvu. Sasa hilo koti lako la binadamu kweli laweza kuzuia kitu hilo? Kwa hiyo swala ni kukwepa ule mwanga. Swala ni kuweka vizuri ile mashine isielekee kwenye moyo wako. Yaani hii keyboard ndio ikae pembeni, alafu hii mashine ikae usawa wa mkono wako wa kulia, tofauti na hapa kwenye moyo. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya kazi, ukiangalia mashine zingine sasa hivi utakuta zinaendana kabisa na nini na moyo wa binadamu. Kwa hiyo pale ni rahisi sana wewe kuzulika. Kwa hiyo ni kitu cha kubadilisha. Asante sana. Tumai Tito atakuwa ameelewa. Tupate simu ya mwisho dokta, na una muda umetupa mkono. Hello. Msikizaji, mtazamaji amenani. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi japokuwa muda unaisha kwamba tunawakaribisha wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hata wale ambao wanasema kwamba wanataka watumiwe madawa huko waliko, hawawezi kufika huku kwa nauli, basi tutawaelekeza nini cha kufanya ili tuweze kufanya nini? Kuwatumia hizo dawa. Hello. Habari yako dada? Mimi naitwa Regina, niko Arusha. Tunakusikiza Regina, uliza swali. Mimi nina matatizo ya mkono. Mkono unakuwa ni kama vile unatoka ganzi. Sasa sijajua tatizo ni nini. Asante dada Regina, nafikiri matatizo kama umetufuatilia katika kusoma hapa tumetamka kwamba kuna vitu vinavyosababisha, na kwa vyovyote na wewe utakuwa ni muhanga mmoja wapo katika hivyo vitu tulivyovitaja. Ni bora tu ukafunga safari ukaja ukatuona mahali hapa. Kama itakuwa imeshindikana kupima, basi unaweza tukakutumia madawa huko uliko. Naomba basi mnanielewesha nifanyeje. Cha kufanya dada Regina, unatakiwa utibiwe. Cha muhimu funga safari uje tukupime. Alafu sisi tunajali sana vipimo kuliko kuuza madawa. Alafu utafahamu tabia gani imekusababisha.
Ni wapi nitakapokuja ili mnisaidie? Unaweza ukaja kwa sababu utakapopima makumbusho ndani ya soko Dar es Salaam. Utakapopima utajua tabia gani imekusababishia hiyo shida alafu uiepuke. Kwa hiyo mpaka nije Dar es Salaam ikiwezekana. Na kama sitaweza, labda kama sina uwezo wa kufika Dar es Salaam, tutakufikiria. Naomba